Karibu sana katika simulizi ya ajabu, simulizi ya moyo uliokuwa wazi kuliko milango ya dunia, simulizi ya sahaba aliyekuwa tayari kutoa kile alicho nacho, si mali tu, si nyumba tu, bali hata kusema kwa ndugu yake, nina wake wawili, chagua umtakaye. Ni simulizi ya ukarimu uliopita mipaka ya kawaida, ni simulizi ya ukarimu uliopita mipaka ya kawaida. Simulizi hii inamuhusu sahaba Saad bin Rabi' radhiallahu anhu. Msimulizi wako ndimi Abdullahi mwana Maalim Mashi. Karibu tuwe sote. Saad bin Rabi' alizaliwa katika ardhi ya Madina katika kabila la Ansar, watu waliokuja kuwa nguzo wa Uislamu baada ya hijra ya Mtume Muhammad na rehma na amani ziwe juu yake. Saad bin Rabi' hakuwa mtu wa kawaida, alikuwa na mali, heshima na nafasi kubwa katika jamii yake, lakini pale nuru wa Uislamu ilipofika hakusita, hakusubiri, alikubali kwa moyo wote na akawa miongoni mwa waliotoa ahadi ya Aqaba kwa Mtume Muhammad rehma na amani ziwe juu yake. Ahadi ya Aqaba ni ile ahadi ya kuahidi kumlinda Mtume, kumsaidia na kumpigania kama ambavyo wanazipigania familia zao. Siku zilipobadilika, wakaja wahamiaji kutoka katika mji mtakatifu wa Maka ambao ni Muhajirin, watu waliotoka huko bila ya mali, bila makazi, wakiwa wameacha kila kitu kwa ajili ya Allah. Ndipo Mtume rehma na amani ziwe juu yake akawaunganisha kwa udugu baina ya Ansar na Muhajirin, na hapo ndipo jina la Saad bin Rabi' likawa na nuru. Alipopewa ndugu yake alikuwa ni sahaba Abdurrahman bin Aufi, hakumkaribisha kwa maneno matupu. Alimwambia, mimi ni miongoni mwa Ansar wenye mali nyingi, niko tayari kugawa nusu ya mali yangu kwako. Lakini hakusimama hapo, akaongeza kwa moyo wa ajabu, mimi nina wake wawili, tazama wanayemtaka nimtaliki, kwa maana nimwache baada ya heda wewe umuoe. Huo kuwa ukarimu wa kawaida, ulikuwa moyo uliotawaliwa na imani. Lakini tazama jibu la ndugu yake Abdurrahman bin Aufi, yeye akasema, Allah kubarik katika mali yako na familia yako, unionyeshe soko. Lakini swali linabaki, je, Abdurrahman ibn Aufi alikubali ofa ile ya ajabu? Hapana. Abdurrahman bin Aufi alisita, hakuchukua mali wala hakumchagua yoyote kati ya wake wa ndugu yake. Badala yake kwa unyenyekevu mkubwa akasema, Allah kubarik katika familia yako na mali yako, wewe nionyeshe tu soko. Huo ulikuwa ni msimamo wa mtu aliyejua thamani ya jasho lake, aliyechagua kujitafuta badala ya kutegemea. Na alipoonyesha soko la Madina, alianza upya kutoka sifuri. Hakukuwa na mtaji mkubwa wala urithi wa papo kwa papo, lakini kulikuwa na baraka, juhudi na uaminifu. Kidogo kidogo Abdurrahman bin Aufi akaanza kufanya biashara, akanunua, akauza, akaongeza, mpaka Allah akamfungulia milango ya riziki. Si muda mrefu Abdurrahman ibn Aufi akawa miongoni mwa matajiri wakubwa katika mji wa Madina, na akaoa kwa jasho lake mwenyewe. Kisa hichi kinatupa funzo kwamba Uislamu wa vitendo, mmoja yupo tayari kutoa kila kitu na mwingine anakataa kuchukua bila kufanya kazi. Huu ndio udugu wa Kiislamu usio na tamaa, usio na ubinafsi. Saad bin Rabi' hakuishia kwenye ukarimu tu, alikuwa shujaa vitani. Katika vita vya Uhudi alipigana kwa ujasiri mkubwa mpaka alipojeruhiwa vibaya. Alipopatikana akiwa karibu kufa, aliulizwa, je, una ujumbe gani kwa Mtume? Akasema kwa sauti ya mwisho, mpe salamu Mtume na umwambie Ansar hawana udhuru mbele ya Allah ikiwa Mtume ataumizwa huku wao wakiwa hai. Na huo ndio ukawa mwisho wa sahaba huyu aliyeacha alama kubwa katika tarehe ya Uislamu, Saad bin Rabi'. Baada ya kutamka maneno hayo, akatembelewa na malakul maut, na ndipo roho yake ikatoka akiacha huzuni kubwa kwa maswahaba. Huyu ndiye alikuwa Saad bin Rabi', mtu aliyotoa mali, akakaribisha ndugu, akatoa moyo wake, na mwisho akautoa uhai wake kwa ajili ya dini ya Uislamu, kwa sababu alielewa kwamba dunia si ya kukusanya bali ni ya kutoa. Na tangu siku ile, siku ambayo Saad bin Rabi' alisimama mbele ndugu yake akitoa mali, akatoa moyo wake, hata akawa tayari kutoa familia yake. Imepita miaka mingi, mamia kwa mamia ya miaka, lakini tukio lile bado halijafutika machoni mwa watu, halijazikwa na vumbi la historia, halijamezwa na muda, kwa sababu haukuwa ukarimu wa kawaida, ulikuwa ni Uislamu wa vitendo. Leo watu wanajenga kwa kukusanya, lakini yeye alijenga kwa kutoa. Leo watu wanahofia kupoteza, lakini yeye alijua kwamba kutoa ndiyo kupata. Ndiyo maana jina lake bado linatajwa, simulizi yake bado inasimuliwa, na somo lake bado linafundishwa, kwamba imani ya kweli si maneno, ni moyo unaotoa hata pale ambapo dunia inakwambia ushikilie. Asante kwa kuwa nami. Jina langu